Moja iko nayo kidogo ndani. Umepata yote? Kulikuwa na drums ya blue. Iko hapo drum? Ndio hizo. Na drum iko hapo ya blue? Mulipeleka wapi drums ya blue ilikuwa hapa? Nini? Hiyo drums ya Anu wakirai. No, nani anakuja hospitali anakuja. Kidiwa. So hii ndio inapelekwa market. Unapata? Unaona wapi? Ile Kenya. Kutafuta pesa. Sisi. Ile tuko na informa. Hello. Lakini Kuna tu kinapotea. Siri is calling. Na mafansi wana nini tu? Na wewe mwenyewe unakunywa. Hivi tu. Na wewe mwenyewe anakunywa hii pombe. Sasa utakaza ugonjwa na mwana gani? Si hata sisi tunasemanga kuwekea sisi nusu hapa. Tukawe. Hata hizo mashine tunasema lazima hiyo mashine ni hebu muangalie nyumba ifanywe start vizuri. Ameenda kununulia Kuna mashine zile ya kununua. Mahali ingine alikuwa anapeleka iwekwe iwezekana. Sasa ndio transport. Kisu hapo. Hii kitu inaanga si inaenda siri. Okay, mimi naitwa Eliud Nalungu na Ndoha SCC Kaptembwa. Kuna mata mwanaitwa Lilian Koskei mpatikana na pombe second generation ambayo haitakikani, na hii area ni Ingopor location. Okay, taarifa yenye tumepata ni kwamba hapa wenye wamehusika hapa ni walimu wako kwa public schools. Bwana anafundishwa Kikonor Primary School, alafu madam anafundisha Kiptenden Primary. Na walimu nitakata waonyeshe mfano mwema kwa wanafunzi, na wakikaidi amri ya serikali kuuza pombe ambayo haitachiki ni makosa. Na tena wanakuja mahali ambapo pombe ruhusiwi kuuzwa hapa, hawana license ya kuuza pombe mahali hapa. Nitakata kama wanataka kuuza pombe wauze pombe ambayo ni halali na ruhusiwa na serikali, lakini hii yenye wanajitengenezea hapa inaweza kuwa hatari. Kuna mahali ambapo watu wamekufa, wengine wamekuwa vipofu, na hatuwezi kuruhusu kitu kama hiyo kufanyika hapa.
Tutaendelea kupikana na hii pombe, na hiyo ni kazi mzuri yenye Deputy President anafanya, na sisi pia hatutarudi nyuma kupambana nayo. Mtu yote asifikiri anaweza kufanya kitu yenye atajificha kabisa. Tuko na watu wa nyumba 10, lazima tutapambana nao kabisa na tumalize hiyo pombe. Hiyo ni from intelligence gathered. Nianza nikisema kwamba KRA walipata tip off, alafu wakakuja ndio wakatafuta na machiefs hapa, alafu ndio wakapata hiyo shimo. Na hiyo hata saa zingine pia tunajua hata huko town kuna wenye wanachimba hiyo mashimo chini ya ardhi, wakigusa chang'aa na kangara na busa. Huwa wanapenda kuchimba chini, hata wengine wanaweka kwa ceiling board ya nyumba. Hiyo sio chamba gani kwetu, lakini hapa sasa huyu mwalimu, huwezi kususpect mwalimu afanye kitu kama hii. Sasa ukiingia kwa nyumba yake amekaa hapo, akwambia hakuna kitu hapa, tafuta, huwezi pata, lakini kwa intelligence imepatikana.